Sisi hapa tuna dhima kubwa sana. Viongozi tuna dhima kubwa sana. Tunapokwenda kuwajadili wenzetu, naomba sana tuwe waadilifu na waaminifu na tukatende haki katika kulitekeleza jambo hili. Naelewa ikifika wakati kama huu kuna baadhi ya watu wachache, siamini kama wilaya ya Kusini watakuwepo, lakini hili linakuwepo na naomba niliseme. Ni kama watu wanakuwa wamenoa kisu tayari, wanasubiri mtu, wewe subiri tu, si utakuja huko tutamalizana huko. Hapana, naomba niwakumbushe kwamba CCM ni moja na sote tunapaswa kuwa wamoja, na hili tuna jambo la kujifunza. Kiangalia huko nyuma tulipata athari ya mambo kama haya. Kuna watu walifika kujadiliwa na kamati hizo, watu wanaofaa, lakini tukasema hawa hawafai. Nakumbuka wale wazoefu kidogo watakumbuka hili jambo. Mtu anafaa lakini kwa utashi wa watu wengine tu wanasema huyu hafai. Anatengenezewa sababu hazina kichwa wala miguu. Hujawahi kuzisikia hata duniani, unazisikia siku hiyo tu, ili mtu huyo akose. Lakini athari haiishi kwa mtu yeye mmoja. Anayesimamishwa hasimamishwi hapa kwa maslahi ya mtu binafsi, inasimamishwa kwa maslahi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaomba sana sana waheshimiwa viongozi wenzangu, twendeni tukatende haki katika hili eneo. Lakini pia twendeni tukapendekeze watu wenye sifa ambao watatuvusha, tukiwapa bendera ya kusimamia kwenye eneo lao. Tukisema huyu tunamteua kuwa diwani, tunapendekeza awe diwani, basi akipata udiwani maana yake aende aweze kufanya kazi hiyo tuliyokusudia. Tukisema huyu tunapendekeza awe muwakilishi, akipata uwakilishi aweze kutekeleza yale tunayokusudia. Lakini tukisema huyu awe mbunge, akipata ubunge aweze kutekeleza yale tunayokusudia. Tusifanye jambo kwa kumtizama mtu binafsi, tutizame kwa maslahi mapana ya chama chetu.